Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Na kusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nikukaribisha tena katika kipindi hiki ambacho tunajifunza neno la Mungu. Na kwenye kipindi kilichopita tulijifunza habari za mto wa kiroho. Tukaona kwamba katika ulimwengu wa roho kuna mfumo ambao Mungu mwenyewe ameutengeneza, ambao ni mfumo wa kiroho ambao unatoa baraka zake kutoka kwenye madhabahu yake mpaka kwenye kanisa lake ama kwenye kazi yake ambayo ameianzisha hapa duniani. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anaanzisha huduma yoyote, Mungu anapokuwa anaanzisha kazi yake mahali popote, anasema anapokuwa amechagua mahali pa kulikalisha jina lake, lazima anaweka mfumo ambao atashusha baraka zake. Na huo mfumo ndio tulijifunza katika somo lililopita kwamba upo mto wa kiroho. Huo mto kuna mahali fulani Bwana Yesu alimfunulia Yohana, akamwambia kila kanisa kuna kitu ameweka katika ulimwengu wa roho kinaitwa kinara. Ndio maana anawaambia wale watu wa Efeso kwamba msipotubu nitakuja nitakiondoa hicho kinara. Hicho kinara ni nini? Ukisoma kwenye ule Ufunuo ule sura ya kwanza ule mstari wa 20, asema na siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7 na vile vinara 7 ni makanisa 7. Hebu naangalia kwamba kumbe kuna kanisa ambalo lilikuwa linaonekana katika mwili, lakini pia kumbe kuna kanisa lilikuwa linaonekana katika ulimwengu wa roho ambalo linaitwa kinara. Asema kile kinara kilikuwa kinawakilisha kanisa. Kwa hiyo tunaangalia kwamba Mungu anavyokuwa anaanzisha huduma mahali popote, kuna namna ambayo anatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba kuna baraka zinatiririka kutoka kwenye madhabahu yake mpaka kwenye madhabahu hiyo. Sasa katika kipindi kilichopita tuliangalia kwamba ili kanisa liweze kupata zile baraka, na tunapozungumzia habari za uamsho, maana yake ni kama hawa watu wa Efeso ambao walikuwa wametoka kwenye mfumo. Ili kanisa liweze kupata hizo baraka ni lazima likae katika sura ambayo inafanana na Kristo. Ndugu zangu, tukumbuke kipindi kile cha mitume. Kanisa la kwanza lililoanzishwa na mitume lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa limejaa neema, limejaa nguvu, limejaa uweza wa Mungu. Matendo makubwa yalifanyika katika kipindi cha mitume. Lakini kanisa lile lilipotoka kwenye sura ya Mungu, maana yake lilikuwa disconnected, yani limekuwa limejiondoa kwenye ule mfumo wa system ya Mungu. Kanisa likishajiondoa kwenye mfumo ama likijiondoa kwenye sura ile ya Mungu, likaanza kwenda katika njia zake, ni lazima linakuwa limejifungia hizi baraka ambazo tunaona kwamba ni baraka ambazo zinatiririka katika ulimwengu wa roho na kulifikia kanisa. Ndio maana Bwana Yesu Paulo anasema kwamba Efeso ile mmoja ule mstari wa 3 anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kwamba kumbe baraka zote tumeshabarikiwa, kila kitu tumeshapatiwa. Sasa tumepatiwa kwa njia gani? Ni pale ambapo hizo baraka zinatoka katika madhabahu ya Mungu kwa njia ya ulimwengu wa roho na kutufikia. Kumbe ili kanisa liweze kukua na kanisa liweze kupata hizi baraka ambazo tumeona kwenye ile Ezekieli 47, anasema hii Ezekieli 47 inatuambia kwamba kila mahali huo mto ulipofika kulikuwepo na samaki wengi, na kwa sababu ya samaki wengi pia kukaongezeka na wavuvi. Hiyo ni Ezekieli 47 ule mstari wa 9 na wa 10. Anasema kwamba mahali popote ambapo huo mto ulipofika. Hebu tusome haya maandiko. Anasema tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho kila mahali utakapofika mito hiyo kitaishi, kutakuwepo wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji hayo yamefika huko, maana maji yale yataponyeka
na kila kitu kitaishi popote utakapofikiria mto huo. Maandiko matakatifu yanakuambia kwamba kila mahali utakapofika huo mto utakuwepo na wingi wa samaki, kwa sababu maji ya mahali hapo yatakuwa yameponyeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Mungu. Kumbe miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kufanya kanisa likuwe kiroho ni kuhakikisha kwamba lipo connected na huo mto wa kiroho, lipo na muunganiko na huo mto wa kiroho. Ina maana gani? Kwamba kanisa ili liweze kusalia katika hali ya kupata neema, ya kupata baraka, ili kinara chake kisiondolewe, ni lazima kanisa lihakikishe kwamba linakaa kwenye misingi na mafundisho ya mitume. Lazima likae kwenye misingi ambayo ni neno la Mungu. Unajua kuna baadhi ya madhehebu ukiingia huwezi kuiona ile sura ya Kristo, unaona sura ya mababu, kwa sababu taratibu zote na namna zote za kuliendesha kanisa ni kama mila na desturi. Kwa hiyo sasa huwezi kuiona ile sura halisi ya Kristo. Huwezi kuiona sura halisi ya Kristo. Na kanisa la kwanza lilikuwa hivyo, lilikuwa na sura ya Kristo. Lakini baada ya kuingiza vitu vya ajabu ndani ya kanisa, kuruhusu mapokeo ya ajabu yakaingia ndani ya kanisa, lile kanisa lilijiondoa katika mfumo wa neema na baraka za Mungu. Kwa hiyo ili kanisa liweze kuongezeka, ni lazima tuhakikishe kwamba ndani pako salama. Na Mungu ana tabia moja. Mungu hawezi kumwokoa mtu kutoka kwenye madhabahu za shetani akampeleka mahali ambapo anajua anakwenda kupotea. Ndio maana wakati mwingine tunaweza tukahangaika kweli, tukajizatiti kweli kushuhudia, tukajizatiti kweli kufanya mikutano, tukatumia gharama kubwa kwa ajili ya kufanya hivi vitu. Na mimi nasema hii ni miongoni pia, maana Biblia inasema kwamba kuna watu wanamtafuta Mungu katika hali ya ujinga, na yenyewe pia ni njia kumtafuta Mungu katika hali ya ujinga. Kwa sababu gani? Mungu anataka mahali anapokuwa anawachukua watu hao na kuwapeleka pawe ni mahali ambapo hao watu watasaidika. Ni mahali ambapo hao watu watapata msaada, watakutana na yeye. Mungu hawezi kumtoa mtu kilabuni akampeleka baani. Mungu hawezi kumtoa mtu kwenye ulevi akampeleka kwenye uzinzi. Mungu hawezi kumtoa mtu mahali ambapo ni katika mikono ya adui alafu akampeleka tena katika watu. Unajua kuna mahali Bwana Yesu alilalamika sana, akasema kuna watu wanaofanya watu okoke, lakini wakisha okoka wanakuwa ni watu wa jehanamu mara mbili. Yaani wanaharibikiwa mara mbili. Kwa sababu gani? Mifumo wanaotengeneza, sura iliyopo mahali hapo sio sura halisi ya Kristo. Ni sura ya mababu, ni sura ya mila na desturi, ni sura ya mapokeo. Kwa hiyo ili kanisa liweze kukaa katika hali ya kuongezeka, ni lazima tuhakikishe kwamba tunakaa katika sura ya Kristo. Lazima tuhakikishe kwamba unajua ni kama watu wanaweza kweli ukafanya bidii, ukatafuta watu wakaokoka, wakaongezeka, lakini ni sawa na kuchota maji na kuweka kwenye kikapu, kwa sababu lazima uhakikishe kwamba wale watu wanaokuwa wanakuja, wanaokuwa wanaokoka, wanaokuwa wanakimbilia mahali hapo, wanafika mahali ambapo ni salama. Wanafikia mahali ambapo ni salama, mahali ambapo pana uwezo wa kutunzwa. Na ndio maana anasema Mungu mwenyewe kwenye hili andiko la Ezekieli 47 kwamba mahali hapo patakapokuwa pameongezeka samaki ataleta na wavuvi. Wavuvi ni watu wa aina gani? Kwamba waumini watakapokuwa wanaongezeka kama samaki, lazima ataweka na watu wa kuwahudumia. Ataleta hapo waombaji, ataleta hapo watu wa kujitoa, watu wa kukarimu, watu wa kushauri, watu wa kufundisha, ataleta watu wa namna mbalimbali. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba wale samaki wanaokuja mahali hapo wasipotee. Sasa shida yetu tulionayo ni kwamba tunatamani kanisa liongezeke, lakini kanisa tuliendeshe kama kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji wakitoka asubuhi mpaka jioni, mwenye nao yeye anakutana nao jioni. Yeye anakuja tu ni wakati wa kuchinja na kula mayai, hapo ndipo anapokutana nao. Lakini kanisa ili liweze kusurvive, kanisa ili liweze kukua na kuongezeka, kanisa ili liweze kuwa imara, ni lazima tuhakikishe kwamba kuna vitu vya msingi ambavyo tunavizingatia. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba
Bwana Yesu akamwambia Petro, je, Petro unanipenda? Kama unanipenda chunga na lisha. Lazima uhakikishe kwamba watu hawa unawalisha ufahamu wa Mungu, unawalisha kuzijua njia za Mungu, lakini kuhakikisha pia unawalinda na kila namna zozote. Unajua walokole ni wanafiki. Wako tayari kwa ajili ya kujitoa hata milioni 2, milioni 3 kwa ajili ya kutengeneza mikutano ya kuwahubiria watu waokoke, lakini wakishaokoka hawako tayari kwa ajili ya kuwasaidia. Unaweza kukuta mtu anarudi nyuma tu kwa sababu ya shida ndogo tu ya shilingi 10,000, 20,000. Yaani watu wako tayari kutoa mamilioni. Ni kama vile mtu unakuta anagua kwa muda mrefu, watu hawako tayari kuchanga kwa ajili ya kumsaidia kwenye matibabu, lakini siku akifa ndo unaona sasa watu wanajitolea, watu wanajitokeza. Sasa hii ndio hali ambayo ipo kwenye makanisa ya kirokole ya siku hizi, kwamba watu wako tayari kujitoa kwa ajili ya kuwahubiria watu, lakini wakisha koka hawako tayari kuwasaidia, kuonyesha njia sahihi za kumfikia Mungu, njia sahihi za kukutana na Mungu. Lazima tuwafuatilie, lazima tuwashauri, lazima tuwasaidie, lazima tuwafundishe namna ya kukutana na Mungu. Ndipo kanisa la Mungu linaweza kuongezeka. Lakini kama tutakuwa tunatengeneza namna ya kuchota maji alafu tunaweka kwenye kikapu, bado tutabaki pale pale. Tutakuwa ni kama tunatwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo kanisa ili liweze kusurvive na kanisa liweze kuongezeka, ni lazima tuhakikishe kwamba mahali pa kufikia, mahali pa hao watu wanapopeleka, kwanza Mungu mwenyewe atalizidisha kanisa. Ukishatengeneza mazingira ya kwamba Mungu anaona uwezekano wa kuwatoa watu kwenye dhambi na kuwaleta mahali hapo, watapata huduma sahihi, watabadilika, wapo watu wa kuwasaidia na kuwabeba. Ndio maana Mungu akamwambia Petro, Bwana Yesu akamwambia Petro kwamba nimekuombea wewe usisindikiwe, ili utakaposimama uweze kuimarisha. Mungu anataka kuona watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanatoka katika utumwa, wanatoka katika mikono ya Farao, wale ambao watawashika mkono, wale ambao watawatetea. Sio tu kuwachukua na kuwaleta kama kuku wa kienyeji na kuwaacha hapo wajitegemee. Hapana. Mungu anaangalia. Kwa hiyo wakati mwingine kanisa tunajitahidi kuhubiri, tunajitahidi kufundisha na kushuhudia, lakini hatuoni matokeo kwa sababu mioyo yetu na nia yetu hatujajua kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakipata tunahakikisha tunakilinda ili kiweze kuendelea na tuzidi kuendelea. Unajua Mungu anasema ukiwa mwaminifu katika haya madogo, hawa wawili ambao Mungu amewaleta bila mkutano wa Injili, ukiwatunza, Mungu utakapokuwa unahitaji kufanya mkutano wako atakupa wengine zaidi na zaidi. Lakini hawa wawili tu, huyo mmoja tu, mama mmoja huyo tu umeshindwa kumhudumia, umemwacha na hata mwisho wa siku amerudi nyuma. Sasa mwisho wa siku unatafuta nini? Unapofanya mikutano Injili unatafuta nini? Unaposhuhudia nyumba kwa nyumba unatafuta nini? Maana wakisha kuja unawaachia wanakuwa kama kuku wa kienyeji. Kwa hiyo ili neema ya Mungu izidi kuongezeka, ndio maana mitume wakasema sisi hatuwezi kuhangaika kuanza kuhudumia watu kwenye mambo ya misosi. Sema teweni watu watakao simama kwa ajili ya hiyo kazi, ili sisi tubaki katika kuliombea kanisa na kulihudumia kanisa. Kwa hiyo lazima wawepo watu muhimu kwa ajili ya kufanya huduma ya kuhakikisha kwamba watu wale wanaomwamini Kristo wanashauriwa vizuri, wanafuatiliwa vizuri, wanafarijiwa vizuri, wanashauriwa vizuri, wanafundishwa namna ya kukutana na Mungu, kwamba ukitaka ulinzi wa Mungu lazima ufanye hivi na hivi, ukitaka baraka za Mungu lazima utoe wewe mtoaji, ukitaka mtu ambaye unataka kumjua Mungu zaidi soma neno lake. Yaani kuna zile njia namna kumfundisha, kwa sababu yeye anakuwa ni mtu ambaye hajui. Lakini sasa tukiwa tunafanya kama tu ni mradi kumfurahisha Mungu kwamba sisi tunatimiza. Unajua kuna mtu mmoja anasema kila mtu atabeba msalaba wake. Hiyo ni andiko ambalo ni la watu ambao wanatafuta tu namna kujitetea kufanya kazi ya Mungu, lakini Mungu anasema tubebeane mizigo. Mungu anataka tusaidiane. Mungu anataka Mungu anasema, anamwambia Petro kwamba mimi nimekuombea usinyenyekee ili uwasaidie wenzako. Sasa huwezi kusema mimi, kila mtu atajijua, kila mtu atabeba msalaba wake. Hiyo ni tabia fulani ya ubinafsi. Lakini Mungu anataka tusaidiane. Mungu anasema lia na wanaolia, si ndio? Furahi na wanaofurahi. Lazima tubebeane mizigo. Lazima mtu hata kama ni mtu mmoja ameokoka, mfuatilie. Mtu ameletwa na Mungu, mfuatilie, angalia changamoto, kwa sababu unajua mtu anapokuwa ameokoka maana yake ametoka kwenye mikono ya Ibilisi. Unajua kabisa jeshi la Farao haliachi kufuatilia, lazima shetani atamfuatilia. Kwa lazima hakikisha wewe ambaye una uwezo, una nguvu, una uwezo wa kumsimamia, umsaidie mpaka atakaposimama na utapata thawabu. Mungu akubariki sana. Kwa ile kanisa liweze kuongezeka, ni lazima pia
kuwepo na mifumo mizuri ya kuweza kuhakikisha kwamba kile kinachoingia hakipotei. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze.